Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Habari za wakati huu ndugu zangu, ni bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo nataka niwape elimu juu ya jini anayeitwa kimbunga. Kimbunga ni aina ya jini anayeishi katika majangwa. Jini huyu ni miongoni mwa jini anayotembea kwa kasi sana. Kwa hiyo hivyo waganga huwa wanamtumia kuweza kupeleka kafara za aina mbalimbali, lakini pia jini huyu ni miongoni mwa majini 2 in 1. Majini 2 in 1 ni majini yanayotumika katika pande zote mbili. Maana yake anaweza kutumiwa na waganga, lakini pia anaweza kutumiwa na wachawi. Na ieleweke, jini huyu tunamuita ni jini kuli. Ni jini anayetumwa kubeba mizigo na kusafirisha kitu chochote ambacho anachoweza kutumiwa mtu. Na ndio maana unakuta mtu anaambiwa umetumiwa kitu kibaya, au mtu anaambiwa umetumiwa kitu kafara nzuri. Anayetumika kusafirisha kafara hizo ni jini huyu anaoitwa kimbunga. Kwa hiyo nilitaka nikupe elimu ili upate kumjua jini huyu, na nilitaka nikupe elimu pia ili uweze kujua ni mganga gani anayeweza kuhusiana na kumtumia jini huyu kwa uhakika, ili kuweza kupata manufaa kwa yale unayokuwa unayakusudia. Kwa mfano, kama wewe ni mtu ambaye uko sehemu mbali na mganga anayekusaidia yuko mbali, basi ukaenda kujua jini anayetumika kusafirisha kafara hizo ni jini anaitwa kimbunga. Lakini pia nitoe angalizo, jini kimbunga si aina ya jini anayeweza kutumika na kila mganga. Jini kimbunga anaweza kutumika na mganga ambaye amekizi vilinge 7 vya uganga, ambaye ni mganga mwenye nyota 7 za uganga, na kifupi huyo ndio mganga anayeweza kumwamrisha na kumtuma jini kimbunga. Na hata huyo mganga hawezi kumtuma jini kimbunga bila ya kumpa chano zake. Ninaposema chano, na maanisha ni chakula au ni kafara ambazo jini huyo anazitumia pindi anapotaka kwenda kufanya kitu chochote, kutumwa kwa uzuri ama kutumwa kwa ubaya. Lakini siku ya leo nitamuelezea jini huyu namna anavyoweza kutumika vizuri katika engo ya uganga. Kama wewe ni mtu ambaye unasumbuliwa na tatizo la biashara ama unasumbuliwa na tatizo la mapenzi, basi una uwezo wa kumtumia jini huyu kimbunga. Na siku ya leo pia nitakupa elimu ya namna unavyoweza kumtumia jini huyu kimbunga wewe mwenyewe bila ya kufika kwa mganga, kwa kuweza kumwandalia chano, kwa kuweza kumwandalia kafara, ambazo kafara hizo zikaweza kutumika na kwenda kufanya kile unachokuwa unakikusudia kwa mtu aliyekuepo mbali. Kwa mfano, kama wewe ni mtu unataka kufanya kitu katika maisha yako ili kuenda kufanya mafanikio yaweze kutokea katika maisha yako, au mafanikio yamtokee mtoto wako ama ndugu yako, rafiki yako ama mtu yeyote, lakini mtu huyo uko naye mbali. Hivi ndivyo vitu unavyotakiwa kuviandaa, ambavyo vitakuwa kama kafara ya kuweza kumuita jini huyo kimbunga, ambaye ni jini wa jangwani, ambaye anayekwenda kwa kasi, na utakifanya hivi utaweza kumtumia jini huyo na ataweza kwenda kuleta mafanikio ya haraka kwa huyo mtu unayemkusudia. Kitu cha kwanza unachotakiwa kuandaa ili kuweza kumtumia jini kimbunga ni kitambaa cheupe. Kitambaa cheupe, na kinatakiwa kiwe kile kitambaa kizito. Kitu kingine unachotakiwa kuwa nacho ni makapeni nyekundu ama zafarani. Utatakiwa kuchukua kitu hicho, alafu utaandika nyota 7 juu ya hicho kitambaa. Utaandika zile nyota 7 ambazo utaziandika pale juu, halafu jina la huyo mtu unayemshughulikia ama unayetaka kupata mafanikio utaliandika jina lake la baba na la mama chini ya nyota hizo, wakati nyota hizo ziko juu. Baada ya hapo utachukua kitambaa hicho, utaweza kukitandika wakati kina nyota hizo 7 umeshaandika, na umeshaandika jina la huyo mtu unayemsaidia, ama kama ni wewe mwenyewe utaandika jina lako. Baada ya kufanya hayo, utaweza chini ya jina lako utaandika kile unachokusudia, unachotaka kitokee. Kama ni biashara, utaandika unataka biashara yako iende vizuri. Kama ni mapenzi, utaandika wewe nataka kimbunga uende ukanisaidie kunishughulikia jambo langu la kimapenzi. Na kama ni mapenzi, basi utaandika jina la yule mtu unayekusudia. Na kama ni biashara, utaandika ile biashara unayekusudia. Lakini kama ni mafanikio pia, chini ya jina lako, baada ya nyota na jina lako, utaandika kile unachokikusudia. Ukishamaliza kufanya hivyo, utakitandika kile kitambaa cheupe siku ya Alhamisi asubuhi. Yani asubuhi utaamka, utakitandika hicho kitambaa kwenye kizingiti cha mlango wako, alafu utatafuta vitu vifuatavyo. Na ieleweke, vitu ninavyovielekeza hapa ndio chano anavyovitumia jini huyo kimbunga. Utatafuta damu ya ngamia chupa 2. Damu ya ngamia chupa 2 utazitafuta, utaziweka katika hicho kitambaa. Lakini utatafuta udi zipatazo 14. Utazivunja kila udi vipande 7. Utaweka katika hicho kitambaa. Utakwenda kutafuta hambali nyeupe zipatazo 14. Utaziweka ndani ya hicho kitambaa. Halafu utaenda kutafuta mchanga wa njia panda 7 tofauti. Utazichota njia panda hizo za mchanga kutumia mkono wako wa kulia. Utakwenda kuweka katika hicho kitambaa. Halafu utatafuta asali chupa 7 utaweka katika hicho kitambaa. Zote hizo asali na hizo damu za ngamia zitakuwa katika chupa zake. Utafunga paseli hiyo, utaifunga kama vile bundu. Ninaposema bundu, maana yake utaviweka vitu vyote, alafu utafunga juu na uzi mweupe. Itakuwa kama vile kijimzigo ulichofunga. Utakwenda mpaka kwenye bahari ama kwenye mto. Kafara hii inasafirishwa kwenye bahari ama kwenye mto. Utafika pale, lakini na wewe unayokwenda kusafirisha kafara hiyo ni lazima uwe una kitambaa, umenunua kitambaa cheupe. Utajifunga kitambaa cheupe na utajifunika kitambaa cheupe, utakaribia kwenye mto ama kwenye bahari. Na ukifika pale utaita jina
la yule mtu unayetaka kumsaidia. Kama ni jina lako wewe mwenyewe unataka kujisaidia, yani kafara hiyo unaipiga kwa kumtuma jini huyo kimbunga kwenda kukutekelezea jambo hilo wewe mwenyewe, utataja jina lako mara 7, kisha utatia nia ya kile unachokuwa unakikusudia, na utanuia ukiagiza kwa yale unayokusudia mpaka mara 7. Yani utanuia mara 7 kwa yale unayokusudia, kisha utasema na kuita wewe jini kimbunga kwenda kunitimizia haya niliyokuagiza. Utaitupa kafara hiyo kwa mkono wako wa kulia, chano hiyo utaitupa baharini. Ukishafanya hivyo unarudi nyumbani kwako. Ukirudi nyumbani kwako utawasha udi 7, utawasha mishumaa 7, utaizungurusha, kisha wewe utakaa katikati ya hiyo mishumaa na hizo udi. Basi utakuwa unatia nia kwa yale unayokuwa unayakusudia. Ukishamaliza utachukua ndoo yenye maji, utachukua ile mishumaa 7 na zile udi, utazimisha kwenye hayo maji, utakwenda kuoga. Iwe ni bafuni, isiende kuoga kwenye choo. Vizuri uoge bafuni ama uoge sehemu ambayo maji hayo hayaendi chooni. Ieleweke kafara hiyo unapoioga ya hizo udi 7 na hiyo mishumaa 7, baada ya kusafirisha kafara hiyo jini kimbunga, utaoga sehemu ambako maji yake hayaingii kwenye choo. Utaoga, ukishamaliza utavaa nguo zako. Ndani ya siku 3 kile ulichokinuia utapata matokeo na utapata kufanikiwa. Na nini kinachofanya ufanikiwe? Jini kimbunga atachukua ile kafara yako uliyoitupa baharini ama kwenye mto, na atakwenda kukutekelezea lile uliolikusudia kwa haraka. Na ieleweke kafara hiyo inaweza kufanywa na mganga na inaweza kufanywa na mtu yote asio mganga. Ili mradi unakuwa umefuata maelekezo yale niliyoelekeza, utaenda kupata matokeo ndani ya siku 3. Naamini ukifanya hivyo utapata matokeo, na utakuja kuniandikia hapo kwenye comment, ama utanipigia kwa namba yangu ya simu ya 0655942428. Namba yangu nyingine ni 0763381885. Fanya hicho nilichoelekeza, ama kwa hatua za maelekezo nipigie namba hiyo pia, nikuongoze hatua kwa hatua ili kuweza kupata matokeo yale tuliyokuwa tumeyakusudia na katika ndani ya siku 3. Kwa sababu ieleweke, jini kimbunga ni jini ambaye anayofanya kazi kwa viwango, ni jini anayofanya kazi kwa kasi, na ni uhakika kwa yale unayoyakusudia yatatokea ndani ya siku 3 kama utafuata hayo niliyokuelekeza. Mpaka hapo nimefikia mwisho, lakini nikuombe uendelee kusubscribe channel yetu hii ya Dr. Imani Mandoto ili kuweza kupata madini kama haya, uweze kupata elimu kama hizi. Na ieleweke, elimu hizi zinaweza kutumika na waganga. Kama wewe ni mganga, unaweza kuchukua elimu kama hizi ukawafanyia wateja wako na ukaweza kupata matokeo. Lakini kama wewe ni mtu pia sio mganga, unaweza kufanya hivi kwa mwongozo huo na pia wewe utaweza kupata matokeo. Bingwa tiba asili ya Afrika Mashariki, asante kwa kunisikiliza na kunitazama.